Yes, uhali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yangu Koika Zone. Nachokuomba endelea kusubscribe, share, like, comment na iwafikie marafiki, wafikie watu wengi zaidi, tengeneze familia kubwa zaidi. Yes, leo tupo katika upande wa michezo na tunavyojua sasa hivi ligi nyingi zinakaribia kuisha au zinaelekea ukingoni kutokana na kwamba imebakiza kama miezi miwili tu hivi. Na kwa sasa timu nyingi zinaanza kuandaa mahitaji yao au wanaangalia sehemu gani vikosi vyao vina upungufu kwa ajili ya kuboresha kuelekea msimu ujao, kutokana na kwamba labda wengine watakuwa wana michuano mingi. Yes, kwa hapa Tanzania sasa klabu ya Simba ishaanza mchakato wa kuanza kuboresha safu yake ya ushambuliaji. Maana inaonekana ndo safu ambayo imeshindwa kuifikia malengo ambao walikuwa wanategemea. Maana ukiangalia safu ya ushambuliaji haijafunga magoli mengi sana ukizingatia na safu nyingine. Na ukiangalia na nafasi wanazotengeneza au wanazopata, yani kidogo safu ya ushambuliaji imeshindwa kuwa clinical zaidi. Kwa hiyo kwa kuliona hilo, Simba ameshaanza harakati za kutafuta mshambuliaji mwingine ambaye atakuwa ni wa kimataifa zaidi. Na katika hilo kuna tetesi zinaeleza kwamba Suleiman Fofana ambaye ni bwana mdogo kutokea ASEC Mimosas anahusishwa kujiunga na miamba hiyo ya Simba kuelekea msimu ujao. Tunajua ASEC Mimosas ile ni kama academy, maana wale wanazalisha wachezaji. Ndio kumsikia rais alikuwa anawaambia wachezaji kabisa kwamba sisi hatuwezi kukupa maisha mazuri, lakini sisi tunakupa platform ya kuonyesha ulicho nacho ili ukajiuze zaidi mbali. Kwa hiyo huyu bwana mdogo amepandishwa msimu huu na tayari msimu huu ameshafika kwenye magoli 14, kafunga magoli 9 na assist 5. Sio kwamba ni takwimu mbaya akiwa na miaka 19 pekee. Ni takwimu ambazo unaona kweli huyu ni mchezaji. Japokuwa ndo kwanza msimu wake wa kwanza, lakini tayari ameshaonyesha ukomavu. Na ukiangalia Simba, shida sio kwamba wanakosa watu ambao ni wakomavu. Tatizo ni kwamba wale waliopo kwenye kikosi chao sio clinical, ama tunasema sio wale washambuliaji wenye njaa, wale ambao chance moja goli, akipata chance 3 2 anaweza kufunga. Lakini wa Simba mpaka apate labda chance 5 anaweza kufunga 2 au anaweza kufunga 1 au asifunge kabisa. Kwa mfano mzuri ni kama Suleiman Mwalimu. Suleiman Mwalimu sio mchezaji mbaya hapana, lakini sio mchezaji ambaye anajua kutumia nafasi vizuri. Anaweza kupata nafasi hata 5. Ni kama kwa Prince Dube. Dube ana vitu vingi vizuri sana uwanjani, lakini linapokuja kwenye swala la kufunga sio kwamba ni mzuri sana. Maana kuna chance nyingine unaona kabisa ni ya wazi lakini anakosa. Kwa hiyo kwa upande wa Simba wameshaanza mchakato wa kumfuatilia bwana mdogo na tayari wameshaanza kutuma maskauti wao kumfuatilia, kumuona mwenendo wake na the way anavyocheza kwa ajili ya kuangalia kama atafiti kwenye kikosi chao. Na huenda kando usajili wa kwanza mwanzo kabisa katika kikosi hicho. Labda kama pengine watapozuba, manake Simba miongoni mwa timu ambazo zinajua kufanya scout. Sio kwamba tunasema kwa bahati mbaya, lakini ni timu ambayo nzuri inafanya scout sana, lakini tatizo linakuja kwenye maamuzi. Ukiangalia walianza kumfuatilia Aziz Ki, lakini walishindwa kufanya maamuzi ya mwisho, ambao waliokuwa wanajua uhitaji wa mchezaji, wakawa wanajua thamani ya mchezaji, wakaingia wakamchukua mapema. Yani kuna wachezaji wengi ambao Simba imewafanyia scouting, lakini wanajivuta au wanaangalia mpinzani wake kachukua nani na wao wanakutaka waingie kwenye ule mkumbo. Sasa kitu kama hicho ni kibaya sana, kwa sababu kwamba mpinzani wako anaweza kukupiga changala macho, anakuzubaisha kwamba anamtaka mchezaji fulani, kumbe sio kweli. Anataka ile target yako iachie ili aichukue. Na ndio kinachowasumbua Simba. Uenda mchezaji wakawa wamemfuatilia vizuri kabisa, lakini mwisho wa siku unakuja unamshikia upande wa pili. Kwa hiyo mimi nafikiri kama wapo serious ni kuchukua zile target zao muhimu mapema kwa ajili ya kutengeneza kikosi chao. Maana msimu ujao kweli utakuwa ni mgumu, kutokana na kwamba timu nyingi sasa hivi zinazidi kusajili. Kama Azam kikosi chao ni kizuri, kwa hiyo ukitegemea mpaka msimu ujao kitakuwa ni kizuri zaidi. Yanga ndo siseme kabisa. Kila timu atakuwa inatoa changamoto nzuri. Endelea kufuatilia channel yetu, endelea kusubscribe, like, shukran. Ciao.